إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم وتكوف وإسلام tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala na tujipambe na sifa ya takwa. Na mtu huwa takwa pindi anapokuwa ni mwenye kufuata maamrisho ya Allah, na anapokuwa ni mwenye kuepukana na makatazo ya Allah, na anapokuwa ni mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Anayekuwa na haya mambo matatu katika maisha yake, basi yeye ni katika muttaqin, na aliyekuwa na takwa ameahidiwa mafanikio hapa duniani na pia kesho akhera. Ayuha almu'min, hakuna mtu ambaye hataki kufanikiwa hapa duniani. Hakuna mtu ambaye hatamani mtoto wake afanikiwe hapa duniani. Kila mzazi, kila mtu atamani afanikiwe katika maisha yake, na kila mzazi atamani mtoto wake afanikiwe katika maisha yake, na kila mwalimu atamani mwanafunzi wake afanikiwe katika maisha yake. Na watu wamekuja na mbinu tofauti tofauti ili mwanadamu au mwanafunzi au mtoto wake au yeye mwenyewe apate kufanikiwa. Lakini Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atueleza ya kwamba mambo manne yakipatikana katika maisha yako, basi wewe umefanikiwa hapa duniani. Haya mambo manne yakipatikana katika maisha ya mtoto wako, basi mtoto wako amefanikiwa duniani. Haya mambo manne yakipatikana katika wanafunzi wako unaosomesha, basi wamefanikiwa katika duniani. Bali Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema haya mambo manne yakipatikana katika maisha yako, hauhitaji mengine katika dunia, bali ukikosa mengine, ikiwa umepata haya mambo manne, basi haujakosa lolote. Kama ilivyokuja katika hadithi alladhi akhrajahu Ahmad fi musnadihi, hadithi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam arba'un idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya. Arba'un idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya. Sidqu hadithin wa hifdhu amanatin wa husnu khuluqin wa iffatu fi tu'matin. Haya mambo manne asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, mambo manne yakipatikana katika maishani mwako, fala alayka ma fataka min ad-dunya. Ukikosa lolote katika dunia, basi haujakosa lolote. You can survive very well with these four things. Arba'un idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya. Mambo manne yakipatikana katika maisha yako, basi ukikosa mengine katika hii dunia haitakudhuru, kwa sababu silaha ya kufanikiwa katika dunia hii Allah amekupatia. Qala sidqu hadithin, kuwa mkweli katika maneno yako, wa hifdhu amanatin, na kuwa mwaminifu unapoaminiwa na kupewa amana. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam, wa husnu khuluqin, kuwa na tabia njema ujue kuishi na watu. Na juu yake anna Rasul akasema wa iffatu fi tu'matin, na siku unapotafuta riziki katika mdomo wako huingizi isipokuwa riziki ya halali.
Kwa nini haya mambo manne ukiwa nayo katika maisha yako, mtoto wako ukimlea kwa misingi haya manne katika maisha yake, mwanafunzi wewe mwalimu ukimlea mwanafunzi wako kwa haya mambo manne, kwa nini ar-Rasul asema ashafanikiwa? Bali akikosa lolote katika dunia hajakosa lolote, ataweza kuishi duniani maisha mazuri. Jambo la kwanza, sidqu hadithin, kuwa mkweli katika matamshi. Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha sisi waumini tuwe wakweli na tuwe pamoja na wale wanaosema ukweli. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini kuweni pamoja na wale waliokuwa wakweli. Nyinyi kuweni na tabia, nyinyi muwe na tabia ya kusema ukweli, na wale mnaokaa nao wawe na tabia ya kusema ukweli. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba anayesema ukweli basi ni ishara kwamba ana imani, na anayesema uongo basi ni ishara kwamba ana maradhi ya unafiki. Ayuha almu'min, Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria ya kwamba mtu akiwa na tabia kusema ukweli kuna zawadi Allah atampatia hapa duniani. Wa bilaks, mtu akiwa na tabia kusema uongo kuna tabu na shida itampata hapa duniani. Sikizeni asemaje Rasul sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sallallahu alayhi wasallam, alaykum bis-sidq, alaykum bis-sidq, shikamaneni na ukweli, kuweni na tabia kusema ukweli. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, shikamaneni na ukweli, kuweni na tabia kusema ukweli, kwa sababu ukiwa na tabia kusema ukweli Allah atakupa zawadi hapa duniani. Zawadi gani? Atakupa zawadi duniani na atakupa zawadi kesho akhira. Amma duniani fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya tabia yako ya kusema ukweli, bali saa zingine inabidi useme ukweli dhidi yako, Allah subhanahu wa ta'ala yukufungulia milango ya khairi. Swala inakuwa ni rahisi kwako, saumu inakuwa ni rahisi kwako, ibada inakuwa ni rahisi kwako, khairi kufanya inakuwa ni rahisi katika maisha yako. Hii ni zawadi Allah humpatia mtu yoyote ambaye ana tabia kusema ukweli. Kufanya khairi katika maisha yake inakuwa ni sahali. Una shida kuswali salati al-fajr ma'al jamaa, hebu angalia kama wasema ukweli, kwa sababu anayekuwa na tabia kusema ukweli Allah humfungulia milango ya khairi. Fa inna sidqa yahdi ila albirr, hii ni duniani. Amma al-akhirah fa inna albirra yahdi ila aljanna, na akifika kesho akhira basi yeye ataingizwa peponi moja kwa moja. Hii ni zawadi Mwenyezi Mungu humpatia mtu anayekuwa na tabia kusema ukweli. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, wama yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqa, na mtu anakuwa ni mwenye kuwa na tabia kusema ukweli katika maisha yake na ni mkweli katika mambo yake, mpaka huyu mbinguni anajulikana fulanun as-siddiq. Malaika wanakujua kule mbinguni na wanajua kwamba fulani ibn fulan as-siddiq ni mkweli, kama vile Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuwa akisifiwa as-siddiq. Ya laha min ni'ma, kwamba Mwenyezi Mungu amekuweka katika orodha ya walikuwa siddiqin. Kisha Rasul aonya, wa iyyakum wal kadhib, na waonya, I'm warning you, iyyakum wal kadhib, kaini mbali na uongo, kaini mbali na uongo. Kwa nini? Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, ukiwa na tabia kusema uongo basi unafunguliwa milango ya maasi, unafunguliwa milango ya kumasi Mwenyezi Mungu. Kumasi Mwenyezi Mungu inakuwa ni rahisi sana katika maisha yako. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam aonya kwamba unapokuwa na tabia kusema uongo haikudhuru hapa duniani, bali inakudhuru kesho akhira. Yakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Na huyu anayekuwa na tabia kusema uongo, kufanya maasi inakuwa ni rahisi katika maisha yake, kisha baada hapo inakuwa ni rahisi kwake
anaongozwa taratibu kuelekezwa katika moto wa Jahannam. Yote imetukamana na nukta na stage ya kwanza, tabia ya kusema uongo. Tusione uongo ni kitu kidogo. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, wala yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktabu 'inda Allahi kadhaba. Na mtu huwa na tabia kusema uongo na kuwa ni katika muamala yake ni muongo, hata itafika wakati yuktabu 'inda Allah, ajulikana kule mbinguni kadhaba, huyu ni fulani ibn fulani, ni muongo kadhab, wal iyad billah. Duniani kusema uongo usione ni ujanja, ama watu wakasema una akili, ama watu wakasema wewe ni hodari, lakini mbinguni Allah yamwandika mtu kwamba ni muongo na malaika wake wanamtambua kama ni muongo. Wa ya laha min khasara, ya laha min khasara. Anayekuwa na tabia uongo hapendwi na Allah, na anayekuwa na tabia ukweli hupendwa na Allah, na anayekuwa na tabia ukweli pia hupendwa na watu. Na hii ndio sifa aliyekuwa naye Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabla kuwa mtume alikuwa akiitwa as-sadiq al-amin. Ndipo alipokuja na ujumbe wa Kiislamu, watu walikuwa tayari kumkubali kwa sababu walikuwa wajua kwamba annahu laysa bikadhab. Ahibati fillah, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, arba'un idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya. Mambo manne yakipatikana katika maishani mwako, basi mengine utakayokosa katika dunia haitakudhuru. Hifdhu sidqu hadithin, na la pili ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema hifdhu amana. Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha tuwe ni wenye kuhifadhi amana, na amana hii dini kwako katika maisha yako ni amana. Na ulama wanasema amana inayokusudiwa katika hadithi hii hiya al-amwal wal-a'mal wal-asrar. Ni mali unayoaminiwa nayo, ni amali, ni kazi umeaminiwa ufanye, ni asrar, watu wamekuamini na siri zao. Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha tuwe ni wenye kuchunga hizi amana, na tunapoaminiwa na watu na mali zao tuhakikishe tuwarudishie. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah yaamrisha ukiaminiwa na kitu hakikisha uwarudishie wenyewe. Hii ni amri. Inna Allaha ya'murukum, Allah mwenyewe yaamrisha fawqa sab'i samawati. Ikiwa umeaminiwa na kitu, basi hakikisha uwafikishie wale ambao wanaostahili kupata amani hiyo. Al-awwal al-amwal. Unapoaminiwa na mali, imma wewe ni mwakilishi au umekuwa ni wewe ndio una masuhulia kusimamia mali ya familia katika urathi, au umechaguliwa na wananchi. Ikiwa wewe ni mu'min, ar-Rasul akwambia hifadhi amana, na Allah kuamrisha peleka amana, wapatie watu mali zao. Hii si katika mali peke yake, bali hata fil a'mal. Mtu amekuamini akakuandika kazi, au serikali imekupa fursa wakakuajiri, chunga wakati unapoingia kazi na unapotoka. Usiwe katika wale watu ambao wanaweka kidole kisha wanaweka koti ama wanaweka nguo yao juu ya kiti kisha wanaenda kufanya mambo yao na kurudi. Al-a'mal, mtu amekuamini au serikali imekuamini ikakupatia fursa ikakuajiri, chunga hiyo amana. Kisha katika mfano wa tatu ulama wanasema wal asrar, mtu akikuamini na siri yake ni amana. Bali Rasul sallallahu alaihi wasallam asema almajalisu bil amana. Mumekaa katika kikao kivyenu mukazungumza mambo yenu, basi Rasul asema vikao hivyo ni amana, usitoke kwenda kueleza watu mambo mengine. Ayuha almu'min, ukiwa na tabia kuhifadhi amana, basi wewe utakuwa ni mwenye kupendwa na Mwenyezi Mungu, bali utakuwa ni mwenye kupendwa na watu, kwa sababu Rasul sallallahu alaihi wasallam sifa hizi mbili yalipatikana katika maisha yake: sidqu hadithin wa hifdhu amana.
Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, arba'un idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya, mambo manne yakipatikana katika maisha yako, ukikosa mengine katika dunia basi hujakosa lolote. Qala sidqu hadithin, wa mkweli katika matamshi, wa hifdhu amanati, na unapoaminiwa kuhifadhi amana. Kisha jambo la nne akasema wa husnul khuluq, na kuwa na tabia njema. Ayuha almu'min, Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa na tabia njema, bali yeye mwenyewe alikuwa akiomba dua hii, alikuwa akisema Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa ant. Alikuwa akimwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akisema, ya Allah, ewe Mola, niongoze niwe na tabia njema, niwe na akhlaq nzuri. Hakuna mwenye kumuongoza mtu kuwa na tabia njema isipokuwa wewe, na nakuomba ya Allah, niepushe, nipeleke mbali na tabia mbaya, kwa sababu hakuna ezaye kuniondosha na kunihifadhi na kunilinda kutokana na tabia mbaya isipokuwa wewe ya Allah, nilinde na tabia mbaya. Ayuha almu'min, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala amsifu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim, na wewe una tabia nzuri. Ukitaka kuwa na tabia nzuri kama bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi mambo manne yapatikane katika maisha yako. Haya mambo manne yakipatikana katika maisha yako, utakuwa na husnul khuluq. Asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipoeleza maana husnul khuluq, qala hiya badlun nada wa kafful adha was-sabru 'ala al-adha wa bashashatun fil wajh. Hiya badlun nada wa kafful adha was-sabru 'ala al-adha wa bashashatun fil wajh. Haya mambo manne ndio Rasul alikuwa nayo, ndipo akasifiwa kwamba ana tabia njema. Badlun nada, kuwafaa watu, kuwasaidia kwa njia yoyote ambayo unayokuwa nao, ikiwa ni maneno mazuri, ikiwa ni vitendo vizuri, kuwa ni wenye kuheshimu watu na kuwatukuza. Aliyekuwa mkubwa wamheshimu na kumtukuza, aliyekuwa mdogo wamhurumia. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, laysa minna man la yuqiru kabirana wala yarhamu saghirana. Ar-Rasul asema, si mmoja wangu wala si katika umma wangu wala si katika wafuasi wangu mtu ambaye hajui kuheshimu wakubwa wake na hana huruma na wadogo wake. Ayuha alahibba, badhlun nada, wafae watu kwa njia yote ambayo Allah amekuwezesha. La pili, wakaful adha, na uzuie usiudhi mtu katika maisha yako. Usiudhi mtu kwa ulimi wako, usiudhi mtu kwa mkono wako, usiudhi mtu kwa moyo wako. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Ar-Rasul asema, Muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye watu wamepata amani kutokana na ulimi wake, na watu wamepata amani kutokana na mikono yake. Amani kutokana na ulimi wao, hatukani mtu, hamsengenyi mtu, hamudhi mtu. Amani kutokana na mkono wake, hapigi mtu, haui naye, wala hachukui silaha kumuumiza mwingine, wala hachukui mali ya mtu, wala hashiki mwanamke wa watu kupitia mikono yake. Kaful adha, yeye tabia yake ni amejilinda, hataki kuudhi mtu kwa njia yoyote. Hii ni sehemu ya pili ya kuwa na husnul khuluq. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam ametueleza ya kwamba bashashatul wajh, kuwa na furaha katika uso. Qala sallallahu bashashatul wajh, nao ni kuwa na furaha pindi unapomuona ndugu yako, wakuwa ni mwenye kuwa na furaha na kuonesha kwamba wafurahi kumuona na kumpokea. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amebainisha ya kwamba unapokuwa na tabia ya kuonesha furaha ndugu zako pindi unapokutana nao, basi ni sadaqa, waandikia kana kwamba umetoa sadaqa. Qala sallallahu alaihi wasallam, tabassumu fi wajhi akhika sadaqa. Unapomwona ndugu yako, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wafurahi. Anapokuja mgeni, ya marhaba, karibu. Hii ni katika husnul khuluq. Kisha Rasul asema, kisha Sheikh asema katika tabia ambayo Rasul alikuwa nayo, as-sabru ala al-adha.
As-sabru ala al-adha, kustahimilia maudhi ya watu. Kuna watu katika maisha yao au kuna watu wanaopatikana katika maisha yako wana shida na wewe, wala hujawahi kuwakosea, hujawahi hata kumkosea siku moja, lakini mtu yakuandama, yafuata aibu yako, yafurahia shida zako. Bali wengi hupatikana katika familia yako, afurahia unapopatikana na shida, lakini mtu ni familia yako, huwezi kumkata. Kila mtu hupewa khiari katika baadhi ya mambo katika maisha yake, lakini jambo moja hakuna mtu amepewa khiari, ni familia yako. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam angekuwa ana khiari, yeye pia angechagua familia yake, lakini hii khiari hakuna mtu amepewa. Allah ndo amekuchagulia familia yako, wawe wazuri wawe wabaya, wakutakia kheri wakutakia shari, hakuna pa kukimbia. Bali huenda wasiwe ni familia yako, inaweza kuwa ni familia uliooa, ni mashemeji zako wana shida na wewe hujawahi kuwakosea, lakini utampiga ama utamkosea mtu ambaye ni mjombake mtoto wako, utanyamaza, utakuwa na subra. As-sabru ala al-adha, hii ndo tabia ambayo Ar-Rasul alikuwa nayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha ya kwamba anayekuwa na tabia njema, basi Allah subhanahu wa ta'ala humpatia daraja katika duniani na pia katika kesho akhira. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, mtu anapokuwa na tabia njema, anapokuwa na tabia ya kufaa watu, anapokuwa na tabia jizuia siudhi mtu, anapokuwa na tabia ya kustahimilia maudhia ya watu, anapokuwa na tabia na bashasha, anapokutana na ndugu zake huwa na furaha, anayekuwa na tabia hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala ikifika katika pepo yake daraja. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, innal mu'min, kwa hakika mu'min, la yudriku bihusni khuluqihi, atafika kupitia hii tabia njema, atafika katika daraja za wale ambao wanaofunga mchana na wanaoswali usiku. Ayuha alahibba, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam abainisha umuhimu wa tabia njema. Siku ya kiyama, mizani itakapoletwa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hakuna mtu atakayedhulumiwa, na mizani itakapoletwa, amali yako yote italetwa. Allah asema, wanadha'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah asema tutaweka mizani siku ya kiyama, na Rasul sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amebainisha, laha kifatani, na hii ndo stage ya mwisho kujua kama wewe waingia janna ama waingia na. Mizani itakapoletwa, upande moja mema uliofanya inawekwa, na upande mwingine inaangaliwa maovu uliofanya. Fa amma man thaqulat mawazinu, ikiwa hasanati yako yatakuwa ni nzito, fa huwa fi 'ishatin radiyah, basi huwa ataishi maisha atakayoridhia, ataingia janna. Wa amma man khaffat mawazinu, yule ambaye upande wake ya mema itakuwa ni hafifu na madhambi yatakuwa nzito, fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamia. Mizani itakapoletwa, katika baada kuzungumza na Allah, baada kufanyiwa hisabu na kuuliza maswali, mizani itakapoletwa ndio last stage kujua wewe waingia janna ama waingia nar. Hakuna stage baada hapo. Ar-Rasul asema, wale ambao walikuwa na husnul khuluq duniani, walikuwa wakifaa watu, walikuwa wakijizuia wasiudhi mtu ili hali wanaweza kulipiza kisasi, wale ambao walikuwa na furaha kupokea watu, wale ambao walikuwa na subra walipokuwa wakiudhiwa, basi hawa ndio watafurahi siku ya kiyama. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in athqalu fi mizani almu'min yawm alqiyamah min khuluqin hasan wa inna Allaha yubghidhu alfahisha albadhi. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakuna kitu itakayofanya
mema ya mtu kuwa mazito siku ya kiyama kama husnul khuluq. Na Allah subhanahu wa ta'ala yumchukia mtu ambaye azungumza machafu, na anapozungumza hapimi maneno yake, yotupa maneno machafu ovyo ovyo. Ayuha almu'min, unapokuwa na subra katika maudhi, na unapokuwa ni wenye kufaa watu, na unapokuwa ni mwenye kujizuia usiudhi mtu, na unapokuwa na bashasha katika uso wako, basi nakubashiria ya kwamba mizani yako itakuwa mazito siku ya kiyama. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Ayuha almu'minun, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa katika Musnad Imam Ahmad, hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خلق، وعفة في طعمة. وعفة في طعمة. الرسول صلى الله عليه وسلم asema, yeyote ambaye atakayepata mambo manne yapatikane katika maisha yake, basi ajue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha kiasi cha kuwa akikosa mengine ya kidunia, basi yeye ataishi dunia vizuri, kwa sababu silaha ya kuishi hapa duniani amepata. Na ya mwisho Rasul akasema, wa iffatu fi tu'matin, na mtu anapokula basi akule kilicho cha halali. Halali bimaana fi jinsi, iwe unachokula chakula iwe asili yake ni halali, au ikiwa chakula ni halali, basi ile pesa na mali unayotumia kuipata iwe umetumia njia nzuri kupata hiyo halali. Maashara almuslimin, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atubainisha kama ilivyokuja katika Sahih Muslim ya kwamba Allah ametuamrisha tukule kilichokuwa sawa na kilichokuwa uzuri, na hii si amri kwetu peke yake, bali mitume wote wa Allah waliamrishwa wakule kilichokuwa halali. Na siri iko katika hadithi hii, kwa nini mitume wale ya halali na kwa nini waumini wale ya halali wasile ya haramu. Allah subhanahu wa ta'ala asema kama katika ilivyokuja katika hadithi sahih Muslim, hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asema ya kwamba ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, ayuhan nas inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. فقال جل في علا: يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha mitume wake wale yaliyokuwa ya halali waepukane na ya haramu, kwa sababu itawaletea shida katika maisha yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waumini pia wakule ya halali, kwa sababu wakila ya haramu itawaletea shida katika maisha yao. Allah asema, ya ayuha rusul, enyi mitume, kulu min tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Enyi mitume wangu, ewe Muhammad, ewe Nuh, ewe Ibrahim, ewe Musa, kuleni ya halali, kuleni yaliyokuwa mazuri, wa'malu salihan, na mufanye vitendo vema, inni bima ta'maluna alim, kwa hakika mimi najua mitume yangu mwafanya nini, najua mitume wangu mwafanya nini. Kisha ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, amri ya kula halali na mazuri si khasa kwa mitume wa Allah, bali kwa kila mu'min
Allah asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika yale mazuri tuliyowaruzuku, yaliyokuwa ya halali, mliochuma kwa njia ya halali. Kwa nini? Kwa sababu msipofanya hivyo mtapata hasara. Qala sallallahu alayhi wasallam, ar-rasul ataja dhakara ar-rajul, ametaja mtu ambaye yutilu safar, yuko mbali na kwao, yuko katika safari, ash'atha aghbar, ukiangalia nyele yake imepigwa na vumbi, ukiangalia nyele yake iko rafu, ukiangalia vile alivyokuwa amejaa na vumbi katika mwili yake, kwa sababu ya haja na uzito, hayuko na watu wake, hayuko kwao, hana pa kumwelekea, ameamua kumwelekea Allah. Yamuddu yadayhi ila samaa, anyanyua mikono yake kuelekea mbinguni. Ar-Rasul asema ya Rab, ewe Mola wangu, ewe mlezi wangu. Lakini Allah hamwangalii. Kwa nini? Asema wa mat'amuhu haram, kile anachokula ni haram. Wa mashrabuhu haram, na kile anachokunywa ni haram. Wa malbasuhu haram, na kile alichovaa ametumia pesa ya haram. Wa ghudhiya bil haram, na nguvu amepata kupitia mali ya haram. Ar-Rasul asema fa anna yustajabu lahu, vipi Allah atapokea dua ya mtu kama huyo? Vipi Allah atapokea dua kama huyo? Unapokula halali ni sababu ya dua yako kukubalika, na unapokula haramu ni sababu ya dua yako kukataliwa. Na wewe kama muumini, kuna baadhi ya mambo katika maisha yako haiwezi kutatuliwa kwa pesa. Umepata pesa ya haramu, lakini ukiwa mgonjwa pesa itakufa vipi? Utaenda hospitali kubwa kubwa ulipe, lakini zitaishia huko. Kuna baadhi ya mambo yatakayopata pesa haisaidii. Mtoto umemlea vizuri, umemsomesha, lakini amekuwa asil walidain, pesa itakusaidia vipi? Na ukiomba Allah hakubali, how do you want to live in this world? Na Allah akifunga mlango wa mbingu kwako, dua yako haipiti, what do you expect? Ayuha almu'min, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ndipo akabainisha, anayekula halali basi kuna siri kubwa atakayopata nayo, kila anaposema ya Allah dua yake inapita. Husemekana katika hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, japokuwa baadhi ya ulama wamedhaifisha hadithi, Sa'd alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rasulullah, mimi nataka uniombee dua moja. Ambia, dua gani? Asema, mimi nataka uniombee niwe mustajabu da'wa, kila nikisema ya Allah dua yangu ipite. Ar-Rasul akamwambia, basi na mimi niko na sharti moja. Sharti gani? Akamwambia, atib mat'amak tustajabu da'watak, ile inayopita katika koo yako, riziki yako iwe ni halali, na wewe dua yako inapita express. Kiasi cha kuwa ulama wanasema Sa'd radhiyallahu anhu walipokuwa kienda jihad, walipokuwa kienda kupigana, wakafungua Iraq ikaingia kupitia mikono ya Sa'd. Maadui walipokuwa na washinda nguvu, masahaba walikuwa kiangalia huku na huku wakisema, aina Sa'd, aina Sa'd, Sa'd yuko wapi, Sa'd yuko wapi? Twashinda ya Sa'd, tuombee dua. Hapo Sa'd yanyanyua mkono akisema, ya Allah tunusuru, na nusra inakuja kupitia dua ya Sa'd radhiyallahu anhu. Is it worth it? Is it worth it? Shilingi 2-3 unachukua and you miss out on your dua to be accepted? Is it even worth it? Wallahi, it's not worth it. Wallahi, ukipewa dunia yote na yaliyomo ndani yake, ukapewa Nairobi hii na kila ploti, ukaweza kupewa treasury ya Kenya yote, ukachukua kwa haramu, lakini you miss out, dua yako isikubalike, umepata nini? Aliyekuwa na Allah, aliyempata Allah katika maisha yake, hajakosa kitu. Yeye ni kusema ya Allah. Na aliyemkosa Allah katika maisha yake amepata nini?
Haya mambo manne yapatikane katika maisha yetu. Haya mambo manne yapatikane katika familia yetu na watoto wetu. Haya mambo manne yapatikane katika jamii yetu. Yakipatikana, kila mtu akiwa mkweli, kila mmoja akiwa hifadhi amana, kila mmoja anapokuwa na tabia njema, na kila mmoja anapotafuta riziki ya halali, Mwenyezi Mungu atashukisha baraka, Mwenyezi Mungu ataleta khair. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Lau watu wasema, Allah asema, lau watu wa mji fulani wangekuwa na takwa wakawa na khairi, basi Allah asema hawangepata shida, ningeshukisha baraka kutoka mbingu na kutoka ardhi. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-qudsi wa thalatha bikum ibadallah haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي سبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في لبنان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح أحوال إخواننا في السودان وفي الصومال وفي الحبش وفي ليبيا وفي لبنان. اللهم اصلح أحوال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي كشمير وفي بنغلاديش وفي روهينجا. اللهم اصلح أحوال إخواننا في الصين وفي كل مكان. فرج همومهم، نفس كروبهم، آمن روعاتهم، يسر أمورهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.